إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wake Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ndugu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tujipambe na sifa ya taqwa kwa kufuata maamrisho yake na kwa kuepukana na makatazo yake na kwa kumshukuru kwa neema zake. Yule ambaye atakayekuwa na takwa ameahidiwa maisha mazuri hapa duniani na kufaulu kesho akhira. Maashara almuslimin, siku moja katika mji wa Madina, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akiwa amekaa pamoja na masahaba, akawa katika kikao ile akaja Jibril alayhi salam. Na Jibril alayhi salam katika hali ya kuzungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasikia sauti inatoka mbinguni. Ibn Abbas asema kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam سمع نقيضا من فوقي فرفع رأسه. Akasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam sauti akiwa pamoja na Jibril, na sauti yenyewe ni sauti ambayo si ya kawaida, lakini sauti ikawa inatoka mbinguni. Farafa ra'sahu, akanyanyua kichwa chake kuangalia mbinguni. Jibril alayhi salam akamwambia, hadha babun min as-samaa futiha al-yawm lam yuftah qat. Hii ni moja katika milango ya mbingu imefunguliwa leo, na ni mara ya kwanza toka Mwenyezi Mungu aumbe mbingu na ardhi mlango huu kufunguliwa. Sasa Jibril alayhi salam ataka kujua kuna nini na ni nani ambaye anayeshuka, kwa sababu ni kawaida yake ndo mwenye kushuka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akanyanyua kichwa, kisha katika mlango huo wa mbingu akatoka malaika ambaye hajawahi kushuka duniani, ni mara ya kwanza. Qala fanazala minhu malak, akashuka malaika kutoka mlango huo wa mbinguni. Faqala Jibril akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo ni mambo ya ajabu. Qala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Huyu ni malaika leo ameshuka, huwa yuko mbinguni, huwa haji chini, sijui imekuwaje leo ameshukishwa.
akasema huu ni malaika lam yanzil qat illa al-yawm, hajawahi kushuka leo ndo mara ya kwanza. Fasallam, yule malaika akaja kwa Jibril alayhi salam na ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akawasalimia. Waqala, yule malaika akamwambia abshir binuraini utituhuma lam yu'tihima nabiyyun qablak, na kubashiria kuna nuru mbili Mwenyezi Mungu amekupa, na nuru hizi mbili hakuna aliyekuwa kabla yako aliyepewa nuru hizi mbili. Kisha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ataka kujua nuru hizi mbili ni nini. Qala fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara lan taqra biharfin minha illa u'tita. Allah amekupatia nuru mbili, na hizi nuru mbili hakuna aliyepewa kabla yako, na ni dua, na yule ambaye atakayesoma hizi nuru mbili basi atapewa yale aliyouliza. Akamwelezea ni suratul Fatiha na khawatimi suratul Baqara. Suratul Fatiha, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hii ni nuru ya kwanza Allah amekupatia, na nuru hii na khairi utakayopata unaposoma suratul Fatiha Mwenyezi Mungu atakupa, na nuru hii hakuna ambaye ashai kupewa kabla yako na hakuna mfano wake. Akamweleza wa khawatimi suratul Baqara, na mwisho wa suratul Baqara, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Akamwambia hii ndo nuru ya pili Allah amekupatia. Kisha akasema yule malaika lan taqra biharfin minhuma, na hautasoma harfu yoyote katika haya ambayo uliletewa, illa u'tita, illa utapewa mfano wake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akataka masahaba washikamane na suratul Fatiha, na khutba yetu ya leo tutaeleza ni nini suratul Fatiha. Siku moja Abi Hurairah radhiyallahu anhu alimwambia Ubay ibn Ka'b akitaka kuwafundisha umuhimu wa suratul Fatiha. Sura hii ambayo tunaisoma kila siku mara 17 katika swala za faradhi. Ikiwa wewe swali swala zako 5 kwa siku, una swali rakaa 17, 2, 4, 4, 3 na 4. Hizi rakaa 17 lazima usome suratul Fatiha. Na hii suratul Fatiha ndo sura bora Mwenyezi Mungu ameishukisha katika Qur'ani. Qur'ani ina sura 114, lakini katika hiyo sura katika Qur'ani nzima hakuna sura bora kuliko suratul Fatiha. Akamuita Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, na Ubay ibn Ka'b hakuna katika masahaba ambaye alikuwa anayejua Qur'ani na kuifahamu Qur'ani mfano wake. Siku moja akamuuliza Ubay ibn Ka'b, kaifa taqra fi as-salah, wewe unaposwali wasoma nini? Faqala ummul Qur'an, mimi nasoma ummul Qur'an, yani ndo mama ya Qur'ani, suratul Fatiha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, walladhi nafsi biyadihi, na kuapia kwa yule ambaye nafsi yangu imeshuka katika mikono yake,
ma unzilat fi at-Taurat wala fi al-Injil wala fi az-Zabur wala fi al-Qur'an mithlaha. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuapia kwa Allah yule ambaye anaimiliki nafsi yangu na nafsi yangu kwa katika mikono yake, akitaka nife nafa, akitaka niwe hai na bakia, na kuapia kwa Allah ya kwamba hakuna sura na hakuna wahi iliwahi kushuka katika Taurat wala Injil Biblia wala Zabur aliyepewa Nabii Daud wala al-Furqan ay al-Quran, hakuna sura mfano wake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, na'am, ni ummul Quran wa innaha sab'un min al-mathani wal Qur'an al-azim alladhi u'tita. Hii ndo sab'a al-mathani, aya saba hizi ambazo ziko katika suratul Fatiha, wal Qur'an al-azim ambaye Allah amenipatia. Maashara al-muslimin, hakuna ambaye anayekuwa ni mwenye kushikamana na hii sura illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ni mwenye kumshikilia. Na si Ubay ibn Ka'b peke yake aliyekuwa ni mwenye kufundishwa sura hii. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, mtu yeyote anayekuwa Muislamu, mtu yeyote ambaye anaishikana na shahada, akisilimu mtu akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kitu cha kwanza fundishwa ni suratul Fatiha. Kwa sababu atasali namna gani kama hajui suratul Fatiha? Na wewe kama mu'min ukiona kwamba kuna mtu ameshikiwa shahada, amesilimu, wewe tafuta thawabu, sema mimi ndo nitamfundisha suratul Fatiha, kwa sababu wajua. Usimwachie hiyo thawabu imamu, wewe mwenyewe sema nitamfundisha. Kwa nini? Kwa sababu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakiingia katika Uislamu, alikuwa akihakikisha wawe ni wenye kujua suratul Fatiha. Siku moja kama ilivyokuja katika hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari, Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu asema, kuntu usalli, siku moja nilikuwa naswali, nikawa nimesilimu, akaniita, akaniona naswali. Fada'ani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam falam ujibu hatta sallayt, nikawa niko ndani ya swala, ar-Rasul akaniita, lakini mimi nilikuwa ndani ya swala, sikuweza kuvunja swala. Asema nikamaliza, faataituhu, nikamjia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaniuliza, ma mana'aka an ta'tiyani, nini kilichokuzuia nilipokuita ushindwe kuja kwangu? Faqala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, nilikuwa niko ndani ya swala. Kisha Allah ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, alam yaqul Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum, je, Mwenyezi Mungu hajawaambia enyi mlioamini itikieni mwito mnapoitwa na Allah na mtume wake? Thumma qala, kisha mtume akamwambia, madamu ulikuwa waswali nitakufundisha sura bora katika Qur'an. Akamwambia, la uallimannaka a'zamu suratin fil Qur'an, nitakufundisha sura bora katika Qur'ani nzima, kabla an takhruja min almasjid, kabla hujatoka msikitini lazima hii sura ujue. Qala fa akhadha biyadi, akanishika mkono Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali kabla hatujatoka msikitini, huyu amzungumzisha, yule amzungumzisha, katika hali falamma arada an yakhruj, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kutoka nje ya msikiti, qultu ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, innaka qulta, wewe kwa hakika umesema, la uallimannaka a'zama suratin fil Qur'ani, utanifundisha sura bora katika Qur'ani yote, hakuna sura kama hiyo. Faqala sallallahu alayhi wasallam, na'am, nitakufundisha, ni alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Hiyo ndo sab'ul mathani wal Qur'an al-azim ambayo Mwenyezi Mungu amenipatia. Masahaba wakawa wanaingia katika Uislamu, akawaambia, shikamaneni na suratul Fatiha, ndio sura bora katika Qur'ani nzima, bali haijawahi kushuka mfano wake katika Qur'an au katika Taurat au katika Injili au katika Zaburi mfano wake. Kisha akawaambia, kama ilivyopokea katika sahihi Muslim, hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ambapo imepokewa katika sahihi Muslim, ar-Rasul akawaambia masahaba,
man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fahiya khidajun ghairu tamam. Yoyote ambaye atakayeswali na katika swala yake hajasoma suratul Fatiha, swala yake haimo na inakuwa na kasoro na inakuwa na kasoro na inakuwa na kasoro. Maashara almuslimin, isomeni suratul Fatiha, na mnapoisoma hakikisha iwe imesahihishwa, uwe ni mwenye kuisoma vizuri. Ukisema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ukakosea ukasema siratal ladhina an'amtu alayhim, umekosea Fatiha, hauna swala. Paka useme siratal ladhina an'amta alayhim. Ijue kwamba sura hii ina umuhimu kiasi cha kuwa usipoisoma hauna swala. Ijue ya kwamba sura hii ina muhimu kiasi cha kuwa ukiisoma kimakosa pia hauna swala. Sasa wewe kuwa katika wale ambao mnataka swala zenu zikubaliwe, na katika mambo yenye kupelekea swala kuwa na upungufu na kutokubaliwa ni mtu kukosea kuisoma suratul Fatiha. Leo ukifika nyumbani kamuulize mamako, mama, hebu soma suratul Fatiha nikusikize. Kamuulize nyanyako au babu yako au bibi yako, soma suratul Fatiha nikusikize. Amekuja mwalimu nyumbani, waambie watoto, kitu cha kwanza watoto wangu nataka wajue vizuri ni suratul Fatiha, kwa sababu imefungamana na swala. Katika mambo ambayo yanahuzunisha ni kwamba nimekutana na mama mtu mzima aliyefika takriban miaka 70 na kuelekea 80, akiswali miaka mingi, na kila swala anaswali swala za faradhi na swala za sunna. Nikamwambia, mama, soma suratul Fatiha. Wallahi nilishtuka na nikawa ni mwenye kushangaa. Nikakumbuka hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, ataletwa mtu siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ameswali kwa muda miaka 60. Si mtu ambaye haswali, ni mtu anayeswali, ameshikamana na swala zake 5 kwa muda miaka 60, 60 good years, na hata swala moja Mwenyezi Mungu hajakubali, wal iyadhu billah. Masahaba wakashtuka wakauliza, kwa nini? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, ana upungufu katika swala yake, kisomo chake, au anavorukuu harukuu vizuri, au anavosujudu hasujudu vizuri. Mtu anakutana na Allah akifikiria kwamba analipwa thawabu kwa swala alizoswali, lakini akifika pale fabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, wakifika pale wanaona mambo ni tofauti na vile walivyotarajia. Kwa hivyo kuwa ni mwenye kushikamana na suratul Fatiha, ujue fadla yake na ujue na muhimu wake, ujue umuhimu wake. Tunaposoma suratul Fatiha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujibu. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu yaitikia, kwa sababu sura hii ni dua na ina maana nzito. Yaitikia namna gani? Sikizeni hadithi hii iliyopokewa na Mtume, iliyopokewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwaambia siku moja walipokuwa kiswali, akawaambia, nitawaeleza namna Allah anavyowajibu unaposoma suratul Fatiha ndani ya swala. Faqala ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, yaqulu Allah, Mwenyezi Mungu mwenyewe wasema, qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn, swala nimeigawanya sehemu mbili, nusu ni yangu na nusu ni ya mja wangu. Vipi? Faqala Allah subhanahu wa ta'ala sema, anaposema wali abdi ma sa'ala, na mja wangu kila anachoniomba ndani ya swala nitampatia. Fa idha qala al-abd, Allah sema mja wangu anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Anaposema mja wa Mwenyezi Mungu alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema, kila sifa nzuri unayofikiria Mwenyezi Mungu yuko nayo. Kama ni ukarimu, Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Kama ni upole, Mwenyezi Mungu ni mpole. Kama ni mwenye kusamehe, Mwenyezi Mungu yasamehe.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila sifa nzuri yuko nayo. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, maana yake ni kwamba ya Allah, nakusifu kwa sifa zote njema, na hizi sifa zote ni za Allah Rabb, ambaye ndo mlezi, alalamin, muumba, ambaye ni muumba wa ulimwengu. Unaposema hivyo katika swala yako, Mwenyezi Mungu yakujibu, yasema hamidani abdi, mja wangu amenisifu. Wa idha qala arrahmanir rahim, na ndani ya swala unaposema arrahmanir rahim, qala ta'ala athna alayya abdi, na mja wangu amenitukuza na kunisifu. Wa idha qala, na unaposema maliki yawmiddin, yaqulu Allah, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majjadani abdi, mja wangu amenitukuza. Wa qala marra kisha unaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, unaposema ya Allah, iyyaka ni wewe peke yako, na'budu tunaikuabudu, wa iyyaka ni wewe peke yako, nasta'in tunaomba msaada. Allah Subhanahu wa Ta'ala kujibu asema hadha baini wa baina abdi, hii ni baina yangu na mja wangu, wali abdi ma sa'ala, na mja wangu chochote anachotaka nitampatia. Kisha hapo wewe wasema ndani ya swala ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Kisha Mwenyezi Mungu akujibu yasema hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al, hii ni yale ambayo mja wangu aliniuliza na mja wangu nitampatia anayotaka. Ni nini maana suratul Fatiha? Je, unaposoma suratul Fatiha ndani ya swala, akili yako iko hapo ukijua kwamba Mwenyezi Mungu yakujibu, ama wasoma suratul Fatiha bila moyo wako kuwa hadhir na akili yako kuwa hadhir? Je, wajua ya kwamba Mwenyezi Mungu yakujibu katika swala yako? Je, mwafahamu maana suratul Fatiha? Inshallah tutafafanua katika sehemu ya pili ya khutba yetu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ndugu Muislamu, unaposoma suratul Fatiha ujue ya kwamba suratul Fatiha iko na aya 7, na bismillahir rahmanir rahim ndio aya ya kwanza pekee. Ndipo ukifungua katika Qur'ani nzima hakuna sura bismillahir rahmanir rahim ndio aya ya kwanza isipokuwa suratul Fatiha. Lakini ukiangalia suratul Baqara alif lam mim ndio number 1. Ukifungua suratu Al-Imran alif lam mim ndio number 1 wa halumma jara. Lakini suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim ndio aya ya kwanza. Ndipo baadhi ya ulama wakaona ya kwamba ndani ya swala bismillahir rahmanir rahim useme kwa nguvu, wengine wakasema la, unasema kwa sauti ya chini, yote ni sawa. Unaposema bismillahir rahmanir rahim, ulama wanasema bismillah, naanza kwa jina ya Allah, arrahmanir rahim, majina mawili ambayo yanawaangazia rahma za Allah. Arrahman, rahma yake ni kwa walimwengu wote, waumini, makafiri, wanyama. Rahma hii imekusanya kila kiumbe. Arrahim ni rahma ambayo ni khasa kwa waumini kesho akhira. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu huwa athana. Unaposema alhamd unamtukuza Mwenyezi Mungu na kumsifu kwa sifa zilizokamilika, sifa ambazo ni nzuri. Rabb, ambaye ndio mlezi aliyekulea. Alalamin, ambaye kullu ma siwa Allahu alalam, yote ambayo yaliyobakia nje ya Mwenyezi Mungu ni katika alalamin. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unaposema unaendelea kumsifu Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Mwenyezi Mungu ndo mmiliki, ndio mfalme, ndio mwenye Yawmiddin, siku ya Kiyama. Siku hiyo wafalme wote watakuwa chini ya Mwenyezi Mungu, na hapa duniani ni wako wengi lakini hawana nufudhu iliyokamilika, lakini siku hiyo ni Allah peke yake.
ndipo Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama tauliza, limanil mulku al-yawm, limanil mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. Ufalme ni wa nani leo? Nani ndo mwenye kumiliki siku hii? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin, ujue kwamba siku hiyo hakuna weza kukufaa wala anaweza kukudhuru isipokuwa Allah. Na siku hiyo ikiwa umemridhisha Mwenyezi Mungu basi utafanikiwa, lakini ikiwa hujamridhisha Mwenyezi Mungu basi utakuwa ni mwenye kuangamia, wal iyadhu billah. Maliki yawmiddin, kisha baada hapo wasema iyyaka, ni wewe peke yako, na'budu, tukuabudu wewe. Sasa wewe jiulize, wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake? Iyyaka nasta'in, na ni wewe peke yako tuomba msaada na usaidizi. Kisha baada kumsifu Mwenyezi Mungu, hapo unaleta haja yako, na hapa kuna faida. Unapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu basi anza kumsifu kwa sifa zilizotukuka, alhamdulillah wathanau lillah. Ikiwa huwezi kumsifu Mwenyezi Mungu kama unavyojua au hujui lugha ya Kiarabu, msifu Mwenyezi Mungu kwa hizi aya tatu, useme alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kisha omba unachotaka baada hapo. Kisha baada hapo useme ihdina siratal mustaqim, ewe Mola tuongoze katika njia iliyonyoka. Njia gani? Siratal ladhina an'amta alayhim, ewe Mola tuongoze katika njia ya wale ambao ulioneemesha. Ni nani ambao walioneemeshwa? Allah anatueleza katika Qur'an, ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kila siku unaposema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim, wasema ewe Mola niongoze katika njia ya wale walionyoka, njia wale ambao ulioneemesha. Ni nani ambao walioneemeshwa? Ni mitume wa Mwenyezi Mungu waliopewa hidayah, ni ashuhada waliopewa hidayah, ni as-siddiqin waliopewa hidayah, ni as-salihin waliopewa hidayah. Kisha baada hapo wasema siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, wala usinijalie mimi niwe katika kundi ya wale ambao uliowakasirikia ama kundi ambao waliopotea. Waliokasirikiwa ni kina nani? Ni wale ambao waliopewa ilmu kisha wakakataa kufuata na wanajua kila kitu. Mfano wao ndio mfano wa Mayahudi. Au wala dhallin, ni wale ambao wanaotaka uongofu lakini kwa sababu ya kupotea na kutojua wakapotea. Ni mfano wa Manasara. Maashara almuslimin, katika kila swala unapokuwa ni mwenye kusoma sura hii kwa moyo wako, ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu akuitikia. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu akuitikia. Unaposema arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu akuitikia. Unaposema maliki yawmiddin, Mwenyezi Mungu akuitikia. Unaposema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Mwenyezi Mungu akuitikia. Hii ni sura ambayo hautamuomba Mwenyezi Mungu kupitia ila Mwenyezi Mungu atakuitikia. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka yule malaika, ukimuomba Mwenyezi Mungu na hii sura, basi yote uliyosema katika sura hii basi itakuwa ni sababu ya wewe kupewa ulichouliza. Ahibati fillah, tujue ya kwamba suratul Fatiha iko na siri. Suratul Fatiha ndio sura bora na hakuna mfano wake ushuka la katika Taurat wala katika Injil wala katika Qur'an. Suratul Fatiha ni sura ambayo Mwenyezi Mungu yakuitikia. Suratul Fatiha ni sura ambayo mtu akitamka shahada kisilimu tumfundisha suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni sura ambayo usipoisoma hauna swala ndani ya swala yako. Suratul Fatiha ni sura ambayo ukisoma ndani ya swala yako na hujaisoma vizuri, swala yako haiko sawa. Ndio sura ambayo Mwenyezi Mungu ameitukuza na ndio sura bora katika Qur'an nzima. Tushikamane na sura hii, na unapoisoma katika swala jua ya kwamba Mwenyezi Mungu yakuitikia. Ibadallah,
إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبتين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر ألما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.